Hello. Bana, mambo vipi mtu wangu? Mr. Chochi hapa. Ni Jumatatu ya kwanza kabisa katika mwaka Januari 5, 2026. Tupo katika mwendelezo wa kusanuana, mwendelezo wa kuchana fursa mbalimbali, mwendelezo wa kupeana madini imradi tuweze kufanikisha malengo yetu. Na kama ambavyo unaona mapema kabisa mwanzoni mwa mwaka huu, Mungu akitujalia, tunaenda kuanza darasa letu rasmi. Kama hivi ambavyo unaona leo tunaenda kujifunza application tofauti kama ambavyo darasa letu linasema. Mada yetu ya kwanza, darasa letu la biashara na fursa za China. Mada yetu ya kwanza leo inasema tunaenda kujifunza apps tofauti ambazo zinatumika kuagizia bidhaa China. Sasa kwanza kabisa, kama ambavyo nimekwambia au kama ambavyo tunafahamu kwamba China ni sehemu ambayo ni soko ambalo linapatikana bidhaa nyingi sana tofauti ambazo tena kutoka kwa wauzaji tofauti. Na kwa namna hiyo China ni sehemu ya mbali kidogo, unaweza ukaenda, lakini ukaenda moja kwa moja ukaenda kufanya haya manunuzi. Lakini sio hivyo tu, Mungu akija, kama utakuwa labda hujajaliwa nafasi ya kwenda huko China, basi pia siku hizi kuna maendeleo ya kimtandao. Kupitia website tofauti, kupitia application tofauti, unaweza ukaagiza bidhaa moja kwa moja kutoka China na ikakufikia hadi Tanzania kwa usalama kabisa. Sasa hapa leo tupo kwa ajili ya kujifunza au kufahamu ni application gani ambazo zinatumika katika kuagizia bidhaa China. Application ambazo zinatumika kuagizia bidhaa China zipo nyingi. Kama ambavyo unaona, mfano tu ukiangalia katika simu yangu nikianza kuhesabu, kuna hii ya kwanza inaitwa Xianyu, ni app ambayo inatumia kuagizia bidhaa China. Kuna hii hapa inaitwa Taobao, kuna hii inaitwa Pinduoduo, kuna hii hapa nyingine, kuna hii hapa inaitwa Shein. Badala hiyo Shein, lakini pia kama ambavyo unaona kuna hii app pia hapa inaitwa Alibaba, lakini kuna app pia inaitwa 1688. Hizi app kila application moja ina sifa yake tofauti na application nyingine. Sasa inategemea wewe mwenyewe matumizi yako, unahitaji kutumia ipi au kununulia, yani wewe mwenyewe matumizi yako ndo inategemea uchague kuingia sehemu gani kununulia bidhaa. Sasa hivi vyote inakuja au ni baada ya kwamba umejifunza sana, una moyo wa kutaka kujua na umechimba sana vitu, ndio unakuwa na faida kama hizi. Na ndio maana hata sisi Chochi leo tumechagua application kadhaa ambazo ni nzuri na ni rahisi na moja kwa moja zinaenda kutimiza lengo lako. Tumechagua application 3 kufundisha jinsi ambavyo utaweza kununua bidhaa zako China. Na application hizo ni kama ambavyo unaona. Ya kwanza kabisa ni hii app ya Alibaba. Hii app ya Alibaba ni app moja nzuri sana kwa sababu cha kwanza kama ambavyo unaona ni application ya Kiingereza. Kwa hiyo kote huku ukiangalia ni app ya Kiingereza nini, lakini cha pili uzuri wake ni kwamba hii app imerahisisha sana mawasiliano kati ya mnunuaji na muuzaji wa bidhaa. Kwa mfano kama hivi ambavyo unaona, ukiingia hapa sehemu ya messages, sehemu ya messages zangu, bahati mbaya account yangu ipo logged out, kwa hiyo unaingia hapa utakutana na messages tofauti jinsi ambavyo nimekuwa nikiwasiliana na Wachina, kuweka order za mizigo yangu, kununua mizigo tofauti kama jinsi ambavyo unaona. Hizi ni sehemu ya messages. Kwa huku nilikuwa nikiweka order, nilikuwa nikiwasiliana na watu, nilikuwa nikifanya nini. Kwa hiyo imekuwa ni njia rahisi sana kutumia hii application kwa sababu ya kimawasiliano. Lakini sababu nyingine rahisi ni kwamba huku kuna bidhaa nyingi tofauti na application nyingine yoyote. Hizo ni sababu 3 kubwa rahisi kwamba unaweza ukatafuta bidhaa kote, ukatafuta bidhaa yoyote ile ambayo unaitaka ukaikosa, lakini ukija katika hii application ya Alibaba unaweza ukaipata. Kwa sababu gani? Hii sababu kubwa ni kwamba hii ni app ya kimataifa. Humu sio tu wa China ambao wanauza bidhaa, bali pia hata watu wa mataifa tofauti wanauza bidhaa. Watu kutoka US, kutoka Dubai, kutoka wapi popote pale, hata wewe Tanzania ambaye unahitaji kuuza bidhaa, unaweza kutumia application ya Alibaba ukauzia bidhaa. Kwa hiyo ndio sababu nzuri ya kutumia hii application ya Alibaba. Lakini pia tumechagua kufundisha hii app ya 1688. Hii app ya 1688 hii ndio Alibaba yenyewe. Wengi tunafahamu Alibaba kama Alibaba, lakini hili ndio chimbuko la Alibaba. Ninaweza nikakwambia hivyo. Kwa nini? Hii ni app ambayo imetengenezwa kwa ajili ya watu wazalishaji wa bidhaa kuuzia bidhaa zao. Ina maana wa China au viwanda kabisa kule, wale first producers wa bidhaa ndio wanatumia application hii kwa ajili ya kuuzia bidhaa zao. Na wengi sana wanaotumia application hii wanauza bidhaa kwa jumla. Lakini sio tu kwamba jumla, hata rejareja unaweza kupata huku bidhaa kama hivi ambavyo unaona, zipo bidhaa tofauti. Kwa ni wewe mwenyewe na mahitaji yako, unahitaji kutumia kipi. Kwa uzuri wa application hii ni kwamba ukiwa unatumia hii app una matarajio makubwa ya kupata bidhaa kwa bei rahisi, kwa sababu unanunua moja kwa moja kutoka kiwandani. Bahati mbaya network yangu leo kidogo imekuwa nzito, ndio maana picha zinachelewa kufunguka, lakini naamini unanipata na unanielewa vyema kile ambacho nakiongea. Kwa hiyo hii uzuri wa hii application ni kwamba kama hivyo kwamba unanunua bidhaa moja kwa moja kutoka kiwandani, lakini chingine uzuri wake kwenye masuala ya bei, na chingine unakutana moja kwa moja, hakuna mtu kati, yani watu kati hapa katika hii application hakuna. Kwa hiyo unakutana moja kwa moja na muuzaji wa bidhaa au yani unakutana moja kwa moja na kiwanda na unazungumza naye kuhusiana na biashara. Kwa hiyo huku ni sehemu ambayo unaweza kaingia ukaweka order zako kubwa ndogo zote. Hii ndio sehemu rasmi. Lakini tofauti na hivyo, kuna hii application nyingine ambayo tumechagua kufundisha, inaitwa Pinduoduo. Hii pia ni app ya Kichina. Ni app moja nzuri sana na yenye bidhaa za bei rahisi sana, hasa
kwa bidhaa za rejareja. Kwa hiyo tunakufundisha hizi application zote tatu ili uweze kuwa na uchaguzi, uchague uingie wapi, kununua kitu gani na app ipi itakufaa. Kila application ina uzuri wake, ina ubora wake, ina udhaifu wake kwa app nyingine. Kuna bidhaa unaweza kaingia hii sehemu ambayo nimekwambia unakutana na rejareja, bidhaa za rejareja ukakuta na bei rahisi kuliko ni katika ile app ambayo nimekwambia unaenda kukutana nayo bidhaa kwa bei za viwandani, lakini kuna bei unaweza kukutana nazo kwenye Alibaba ni rahisi zaidi kuliko huko. Kwa advantage hapa ni kwamba inabidi ujifunze application zote uzijue vizuri. Sasa ni jinsi gani ambavyo hizi application zinapatikana? Hicho ndicho kitu ambacho tunajifunza tena kwa wakati huu. Ni rahisi tu jinsi kuzipata hizi application. Kwa mfano, tuanze na hii application ya Alibaba. Ni rahisi kwa watumiaji wa Android, maana yake utaingia katika Play Store yako, utaitafuta Alibaba. Kama ambavyo unaona utaandika Alibaba, itakuja, then utapakua hiyo application yako ya Alibaba kama ambavyo unaona kwa mimi ipo tayari, na uamini utainstall na itatokea katika simu yako. Lakini pia vile vile kuna hii application ya 1688. Amini hii Alibaba inapatikana kote katika Alibaba, amini katika Play Store, au kwa watu wa iPhone wanaweza kaingia katika marketplace wakaipata hii, amini katika wakaipata hii application ya Pinduoduo, amini ya Alibaba. Lakini sambamba na hivyo kuna hii app ya pili ambayo nimekwambia inaitwa 1688. Pia hii application ya 1688 inapatikana katika store zote za simu. Ina maana kama unatumia amini unatumia iPhone utaipata, na kama unatumia pia Android utaipata katika Play Store. Sambamba na hiyo pia ina maana utaidownload kama hivi ambavyo unaona hii application. Lakini sambamba na hivyo pia kuna hii application nyingine ya Pinduoduo. Bahati mbaya hii application ya Pinduoduo haipo katika app, haipo katika Play Store. Kama ambavyo unaona hapa hakuna app ya Pinduoduo. Pinduoduo ni hii hapa kama ambavyo unaona mimi nakuonyesha. Lakini huku katika hii sehemu ya Play Store haipo. Ila katika watumiaji wa iPhone ipo katika sehemu ya kupakua application nyingine. Kwa hiyo ukiingia Pinduoduo utaikuta kama hivi ambavyo unaona, na alama yake ni hii hapa. Lakini sasa kwa mtumiaji wa Android Pinduoduo anaipataje? Pinduoduo itabidi uingie Chrome, itabidi uingie Google kama hivi ambavyo unaona mimi nafanya, au itabidi uingie katika website yoyote ambayo unatumia, na then ukifika huko manake utaiandika ile application jina lake uweze kuidownload kama hivi ambavyo unaona, naandika hapa Pinduoduo app download for, na zitatokea application tofauti kwa ajili ya kudownload app yako. Kwa hiyo utachagua hii app hapa ambayo unaona kama hivi ambavyo unaona ile link, na nimeingia hapa, na wewe kwako itatokea hivyo kama ambavyo imetokea kwangu mimi. Kwa hiyo nitaingia hii sehemu ya get the latest version, nitaibonyeza hii sehemu, na nikibonyeza hii sehemu maana yake wataniletea maelekezo jinsi ya kupakua hii application. Kwanza hii application ni app ambayo hairuhusiwi, yani haijawa legalized katika hizi simu za Android. Kwa hiyo ukitaka kudownload hapa, mimi kwangu inaonekana pale na download, lakini kwa kweli cha kwanza atakwambia hii app ni harmful, yani app ambayo kama hatarishi kwenye simu yako. Kwa hiyo utaruhusu, utakubali, then utaidownload hiyo app, na mpaka hapo tayari utakuwa umepakua application ya Alibaba 1688 na Pinduoduo. Zaidi tu ni kuongezee, inabidi pia katika kwa wakati huu unafanya kudownload vitu vyako, na kushauri uipakue na hii app ya Alipay. Ni app ambayo inaenda kukurahisishia wewe katika kufanya kujiunga katika account kadhaa za hizi application nyingine. Kwa wakati huu sasa nikwambie kwamba udownload hizo apps, then wakati mwingine nakuelekeza ni jinsi gani ambavyo unaweza kujiunga katika application moja. Nikutakie siku njema, nikutakie ufuatiliaji mwema wa darasa na vipindi vingine. Karibu sana.